akona mamlaka ya kutoa pepo zilizo ndani yake. Sasa aho simchili mkisinda sumbuka no aho kumani bana na kunyufule kugoma nendege kwa muganga nikanani kwa ilisi nende nikamilishwa machika kindogera nika bahari. Sasa ni wewe mwenyewe utakayo unajua sulimeza maji ya bahari. Bana sio sana. Sulijua wewe mwenyewe unajua. Si ati mpaka tungangani hapa ati tuwekeleane mikono. Bana lete ufunuo. Mama huyu anateswa na nini? Haleluya. Mama. Naonyeshwa kama ulienda kwa bahari na kuona umeenda mpaka kwa bahari. Ukatoka kwa bahari ukakuja kwa mzee mwingine mwenye nywele nyeupe. Ukapiwa kitu kafanya hivi. Pengine mlima pepo umekuja na kwacha na mgoso wako. Na mgoso wako asumbukie na mpaka kijana yake akamwambia, "Hai bwana, umwana wakaleka kumleke wende noko." Bwana sio sana. Sasa unajua hutasema. Sasa shida ni ya nani? Shida ni yako. Bwana sio sana. Shida ni yako. Sasa ndio siku moja mimi nilikuwa naambia watu, "Mali unajua ukija hapa nitakuangalia mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Mwezi wa tatu nitakuetisha chini. Mama kwake kwa kushika mafuta iseme bwana." Bwana sio sana. Ni shida kikona na ahani mnani kwa mafuta. Mtu akiingia hapa akimaliza nusu saa hata angerodeka wafinike rwali mizimu na wachili. Sasa na mbele ya hameri dadu. Shida iko wapi? Bwana sio sana. Na ndipo unakutaka mtu hata ako Nairobi, moyo wake uko hapo. Bwana sio sana. Ndio unaona watu wanaulizana, "Mimi niishi kanisa shani, mimi niishi chua jina." Hivi kuna watu wako Nairobi, kuna watu wako Qatar, kuna watu wako mpaka Nigeria. Bwana sio sana. Kuna watu wako Voi, lakini wanakujaga hapa kwa siku moja tu kuja kushukuru. Hai labda bona ndeli. Lakini kwa watu nendeni kateleza. Ndeke malombi. Bwana sio sana. Sasa hiyo ndio injili. Na ile kitu ambacho nataka uelewe, lazima ujue ground ya maisha yenu pale ulitoka. Haleluya. Ground. Maana siku hizo ukienda kwa siasa wanasema ground. Basi kwa Mungu unaangalia ground. Ukoo wenu ulikuwa unaitwaje? Kabona chukucha mzee chedeka chikibango wa marina avi kumanya wako paga ya marinali. Sasa lazima ujitoe hapo. Unanipata sasa? Alafu kuna kitu ambacho kimeenda kikatesa watu. Unaona mimi ile nakwambia mimi sitaki mtu mvivu. Mtu yule ambaye hajui kuomba anaweza kuzunguka kwa dini 1000. Maana haja yake akienda sio naona watu wanaenda paka huko Uganda. Bwana sasa. Na unabii ule ambaye ametabiriwa hapa ndio huo wataenda kukutana nao huko Uganda. Haleluya. Amen. Haya. Kuna kitu ile sasa hii kimetesa mpaka nilisikia mpaka maroho, mchungaji mmoja alikuwa anahubiri mpaka maroho ikapiga nduru sana kwa kanisa. Ile jenda hawe tutaenda wapi? Tunalipata. Sasa hii mama nyingi hao watu wale wanasemaga masingulu wao. Masingulu wengi waliwacha mabwana zao wakaenda wakaanza kakaja Mungu baba. Bwana sio sana. Sasa ukikutana na anakuambia mimi ni single. Si single. Unanielewa? Nilisikia mwingine akilalamika. Hata siku moja kuna mchungaji mmoja alipiga bomu kabisa. Akasema hapana. Hiyo lazima. Wengine wakapiga ndio wasema tutaenda wapi? Na ndio tunakuliaga hapo. Sisi hatujifichi, tunakulaga wapi? Sisi ni waizi.
Bwana Yesu sana. Alafu sasa mtu kama siku moja alikuwa anafundisha huko Roma. Kawaambia, wewe unakuja kanisani. Wewe unataka uniombee. Wewe nimezuri. Wewe unataka unione Bwana. Wewe Bwana nataka nitangulie. Nataka Bwana nipige muujiza. Nataka sasa Bwana gani atakupigia muujiza na wewe bado ni mwizi? Haleluya. Ground yako ni mwizi na hutaki kuacha wizi. Unafikiri Bwana atakusaidia? Tusidanganyane. Hapa ndipo unakutaka watu wanakuja, wewe nini? Mambo ya kubembeleza kukushika mafundani ilikuwa ni tupenya. Dada unabarikiwa. Naona mbele pale kuna mzungu. Haleluya, haleluya. Hizo ndio za injili nataka nikazikuta huko Mombasa. Mwambie hizi ndizo mnahubiri. Tawaacha na ujinga wenu. Bwana Yesu. Hato nakuta wadada wamekaa kanisani. Mwiko wela na kino na mastroki zigabo bahari. Na mimi ni chabo na kino praise and worship. Ni kitu inaendelea. Na kwa agreement. Sasa dada ukipata mzungu utanipa dola ngapi? Percent. Nimekutana na mwingine ameniambia atanipatia dola 70. Nipiga nini? Pesa basi. Sababu kaza. Namba ni ile. Baba. Maana ni mnafikiri unaona watu wanapata shida. Unafikiri shida iko wapi? Shida iko na watu. Ground zao ndizo ziko na shida. Haleluya. Mungu anasema nitakusamehe dhambi na nitakuponya magonjwa yote. Kwa hiyo Mungu alienda wapi? Bwana Yesu. Mama wao mlungwengi hapa. Haleluya. Amen. Mimi huwa nazungumza kitu moja muelewe. Mungu yule ninayemjua. Hata kuna ndugu mmoja alikuwa anazungumza naye juzi. Kamwambia Mungu ambaye ninayemjua na yule Mungu aliyeniita. Mimi sikuitwa na sauti kama za miungu. Niliitwa na Mungu mwenyewe. Na alinifundisha mambo mengi sana. Bwana Yesu. Hata nikisikia mtu akizungumza anambia, "Wewe niwaambia wewe bado hujafika. Wewe umeitwa lakini hujamaliza kosi." Kwa kuna mkate ya blue band na kindo na gem bado hujamaliza kosi ndugu. Paka upitie kwa mimi mpaka uelewe. Nakumbuka siku moja hao wakiwa wadogo na hubiri huko Naro. Na hubiri mizimu za huko zinainuka wanakuja na paka na mikuki. Hebu nataka jua kila siku nasema Yesu. Yesu nataka Yesu mwana wa Mungu. Nataka jua leo. Bibi ya Mungu na gawali. Na hivyo si ati wako serious. La? Pacha na mkuki ngala. Hey. Unasema nini bwana? Na turuke na huko baba serious. Paka kitu rahisi hivyo. Wako serious. Bwana Yesu. Amen. Alafu wewe uko na nini na injili ya wasiwasi? Injili yako na rekete na dabi ya shadumia tikiti. Dumia tikiti na kindo na sura inochie. Bwana Yesu. Yesu alisema nitawatuma. Na kama utatumwa lazima Mungu anajua unaenda kula nini. Unafikiri kama nani? Elijah amekaa kwa pango. Mwisho wake Mungu anakuja sasa kupita. Ngurumo didi akafikiri hapo ndio kuna Mungu. Akaangalia hakuna kitu. Mtetemeko mzito hakuna kitu. Kikulukulu hakuna kitu. Walikuwa wanafikiri Mungu ni yule mwenye didi hapa. Mwisho wake alikuja kusikia kitu na sauti kidogo. Na mwisho wake akaambiwa kwa sababu maji hapa imeisha. Hata chapati zimeisha. Bwana Yesu. Nataka uende Serepta. Haleluya.
Na ukisikia ama ukisoma hapo, ujiangalie ama utafakari katika maisha ya mwanadamu. Sasa kwamezerwa kweni Rubeni na njaa imewaka. Haleluya, njaa imewaka. Na ilikuwa imetabiriwa ni miaka 3.5 na njaa imewaka. Kama njaa inakausha mpaka maji ile zinakuaga kwa milima kwa mapango, unafikiri hiyo njaa imefika wapi? Haleluya, hiyo njaa imekuwa nzito. Na kwa sababu ni sauti ya Mungu, anaambiwa nenda Sarepta. Na anaona tena hapo ni mahali ambapo kuna ukame mkali sana. Na anasikia sauti ya Mungu, ukifika hapo utaona mjane. Tanjala ya bia huo mjane unanitesiana. Kama ni akili ya mwanadamu wa saa hii. Bwana siwe sana. Na kama ni wakati huu, wala nabii huyo waenda kwa Siguru. Hey. Bwana siwe sana. Lakini sauti ya Mungu ilimwambia Olanu Mungu. Kangalia sasa. Okay, makwambia kwa rabara. Mtu wa Mungu. Kwambia kwa rabara. Ana shwa tumbande. Twende di. Na kamfuka katini na mwana wakwela. Ifu mesere. Lakini neno la Mungu lililo katika sauti ya mtu wa Mungu. Hutakufa. Nenda ukanitengenezee kwanza. Haleluya. Hutaku na njara ya bia. Kama ni wangu sema manabii gateka chi. Bwana pesa. Kama ni wakati huu mwana kunyania na bwana. Wapo kwa njara rakia. Neka. Ati. Wewe kotia. Bwana. Wanata akiangalia miguu sefafusika. Atuwa suko kuhuduka. Leka isi. Mbonye sihidi mbonye. Mchana. Lakini mama akasema hani sawa. Nakabia kakotelo kwa reda hii. Chapter. Kukunaki. Hanyaka na chupa mafuta. Hini nae. Kukuna chupa tingani nyama. Jaza. Rasa kenda kulobe majirani. Hai kasi ka. Atun basi naona hii hata kale kaendelea noko. Sina wasiwasi. Hai. Akio. Olalehe hata mfudo kuchasia. Bwana siwe sana. Amina. Sasa watu wanakosa kusikia na kuliamini neno. Haleluya. Amen. Na kurudisha kidogo ili uweze kuelewa. Hiyo kama wakati ule nilikuja hapa. Ili nyumbani kwenda ndani mnyama. Hata mama ndani unajua. Hata kuna ndugu mmoja alikuja kutoa ushuhuda hapa. Haiko manya. Haiko masa kugekoge adenya. Hapo nikakiuzwa chofi. Napata pesa hapo nikachani kabisa mpaka na mele tumo hivi. Kasikira sauti ya mkopo. Nakachakafu bula makidu masago hasa nabi alomba mlungu niseko mana mkopo ichiko kula karangano wakambe hende dumbone kwa banu Bwana Yesu. Sasa alikuwa anainua Yesu kwamba Yesu anaweza. Sasa huyo Yesu ambaye anayeweza hata kukuokoa walevi, anayeweza kukubadilisha, ni mpaka umwelewe steps zake na ground zake. Haleluya. Ground ambapo mahali tumetoka. Watu walishika Yesu lakini shida rabia reka mgongo. Watu walishika Yesu lakini shida rabia mtangulia. Unanipata sasa? Sasa hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa nauliza. Wewe kaona Yesu kamoyo. Kwa nini sisi tuko na mateso? Mtu wa Yesu si anabadilika. Anachesa. Yesu ukimpata lazima ubadilike.
Hiyo ni wazi, lazima. Haleluya, amen. Siku moja nilikuwa nafundisha ninalo kitu, nikafundisha kawaambia wapendwa, nyinyi msipige makelele ati wao pasa mkegu acha sina nguvu hii nini tangu ino ni njoru hao, nyinyi hata msisumbukane nao. Huyu mama bado ako huko Eden huko. Bwana Yesu, amen. Hajui kama hii nguo anafaa ni mbaya. Paka siku ile Roho wa Bwana atazungumza naye. Bwana Yesu. Mimi hata nauliza kuna kitu nauliza. Kaona tindo sleeping dress. Sisiko sleeping dress. Ndio kavui rada kandangacha. Tabakika siku tana nguvu. Baba wote naitwaje? Ndarala kandacha. Takwa kikansi ni kula mwana kurwa ndacha. Bwana Yesu. Nanielewa? Sasa inategemea ground ande nyani kiko nacho. Bwana Yesu. Sasa ground yako kama unaika na shida. Hata ukienda kanisani kwa miaka hutaweza kupata amani, ama hutaweza kupata ile mwongozo Mungu anataka. Bwana Yesu. Na ndipo unakuta mtu anakaa kama kwa kanisa hili anakaa. Asha na baba na ndikuna Mungu. Na baba na baba nasikia baba lakini asha Mungu kidogo. Huyo. Na ndipo siku moja nilikuwa nazungumza hapa. Kama unajua hai kumani mwanafu mashi mtuko. Amsema kwa mama na malo ushan mono serele malo bangya ai pano kaso menda mara kaboru na mchipu tabakunde ba ai kuta malombi na hii siku kuko nayo nenda kudeme nyasi kwasi wamenda demia ng'ombe nyasi ndio kupanda shibisha ng'ombe kwanza ndio ukuje. Kama ni mambo ya Mungu, wacha niwaelezage kitu muelewe. Kama ni mambo ya Mungu, fanya mambo ya Mungu. Mpatie Mungu nafasi. Amen. Haleluya. Hata ndipo unasikiaga mwingine, watu wengine wanasema, "Kwa nini yule ndugu napiga simu sengine nashinda kuingia?" Wewe umefungua loudspeaker koka kidogo. Ufahamu wonya du. Na wewe uko na mgonjwa. Bwana Yesu. Na huku unapiga simu kwa mtumishi wa Mungu ofisini kwamba kuna malori. Utaambiwa vipi na nini huko? Hizo ampu nini bampu zinapiga du. Utasikia kweli? Haleluya. Sasa nataka nikupatie nini? Nataka nikupatie laini ya kuweza kumheshimu Mungu. Ukishamheshimu Mungu hata ukiingia kwa matatu hivi, yule Mungu uliyomwamini atazungumza na hawa watu. Kwamba huyu dada ni wa Mungu. Haleluya. Amen. Nataka nikutoe katika ground ambazo mahali tulifanya nini? Tulitoka. Tumetoka huko na tumeteseka na magonjwa, tumeteseka na fibroids, tumeteseka na kunyongwa na mapepo na hatubadiliki. Huku tunasema tunamwabudu Mungu. Kumbe si Mungu, ni Mungu. Unajua ndio kitu sahihi watu hawaelewi. Na nilifika Desemba ng'ombe kubwa ya kichuku na mchele. Nilikuwa nawaambia siku moja hapa. Sikukuu kwetu ilikuwa inaanza kama tarehe 15. Niko magharibi ya kureda mchele. Bwana Yesu. Haleluya. Sasa ile get together mnaipenda sana, lakini siku ile utaielewa si nzuri, tutaanza kumtafuta. Ile inakuwaga ground ya ukoo wenu, waliwekwa kwa miungu.
na miungu watu wakazungumza kwamba dare damu ya dacha kwa nini atisema nadia baba ng'ombe au mkakunda kusagoma cha sagwa au. Na hiyo ndio kitu ambacho sasa hiki kinatesa watu. Wanajua kabisa hao watu walikuwa wanakutana get together na sasa hii hawakutana. Na basi chiputu kwa sababu hawakutani saa hii kuna ile wango bundi. Bacha aputulishe wora. Mkona deni. Katika jina la Yesu. Rudi mahali umetoka. Tarudi wapi? Na ile connection ambayo huwa inafanywa na ile miungu, mlikula nyama za hao watu. Unapata? Na ndipo unakuta kama ni madhabahu zile zinasumbua, unakuta mkishakula get together. Hapo mkakaenda Aisha, tutachukua bwanako na watoto wako na bekewishi, tutaenda pamoja. Sasa na beke baba. Sasa nyinyi mkienda pale mnawekwa kwa system moja. Maana ila ng'ombe mtawekwa kwa system moja. Ila goshika bonyeka hamzeni na kwa baba huyo shabonyeka. Mtugero ameshikwa mchongo wende upimo zero alikunda ubaro chongo usi nini huko nako kuna mtu anaumwa na matiti anataka kukata. Unashtuka. Maana mko kwa system moja. Siku moja nilikuwa nafundisha wanasema unatoa unyo malago mengi kuseketenda sana kumanye kwa kumba bandu oba. Kumba bandu oba. Siku moja tulienda kwa matanga. Tumechimba shimo. Tunataka kufika maiti fanya nini? Iletwe. Ibada azikwe. Tari hapo jirani. Na huko. Bali basi kukimbia nini dai. Mama sika. Lakini msegore nikamweleka kwanza. Wono kumaliza tu bahati mvua ikanyesha. Bado wale mbwana. Wengine wanakimbia pale kwenye Huyo ameanguka hapa. Shemeji yake huko. Sio Sangololo. Meji. Gapi? Na ukiangalia ni wale walikuwa wanakutanaga katika system moja. Hadi ukieleza mtu unasema hai, banya kama la kupanda geka kula. Paka kufundishwa sana. Kufundishwa namna gani? Madhabahu lazima tukubaliane nayo kwamba iko. Ukishasema iko basi yagia kuopo. Hakusema tilisha msalaba. Kabona kisile msalaba kwa nini hii iko? Unanipata? Na sasa kama kuna hizo madhabahu, mimi wanaeleza watu. Hata ngera ni mwana baba. Ataolewa boma moja. Atakaa kama ni mwaka ni mtoto mmoja azalie nyumbani. Ukishazaa mtoto mmoja, ukipata mimba ikifika miezi 3, ile wale watu wanakuja kuangalia. Ulala mama chiki. Baibabte ndivava na vabikwa bombe mwezi. Nyumweli umkwenda vifaya mzima. Hai ndugu sisubukane na huyu dada kwa sababu nambono kakavi. Aleka ubu ya puti. Harudi. Akishafika huko atasalia huko. Baada ya siku chache anaanza kuchota maji na kukutana na mansolo mwingine. Bwana ukazo. Bwana vile nakuone kucheka. Acha sivyo huyo. Nimebuma hapo. Mune kindo malombi kakatia. Tadada ni mwende kasiku. Kwa mwende kibada nizwe maisha. Sasa. Kiviba gafu. Bariki. Haya. Mkikuwa kote melo unanda. Wanoadeda. Taka kidogo hata mau lekan mana le marangi hana mera bedanya tunabona bwata roasea pochi ya gaga elifu vile
hii bonyeze malo leka iswe na shakwana gaga bado nalombia na safari dada isibonyeka Amina takaangia chumbani na kitu na mkoba wake mkekwa mkakimusa mke bwana mwanafia bogoma baba ndiye mpenda na anini ndio nashiki nichike kwa mira kulopa putu wafunikwa na bagaje ndio na malaria gani na ile mizimu haina haraka. Baby mtoto wa kwanza. Baby. Ikifika miezi 3.5 ile mizimu tayari. Hata mtu abomu waida horu wafuma chashikaje ule wamba wange nyumbani. Wakati daika ndugu wa chamara ndugu na dada nali ya kutesa. Takwenda akapumzika mzinyibe. Takwenda kakuwa na kunambia ile mizimu achana nayo. Mimi nakufundisha mambo ya mizimu. Uone basi. Na akifika yeye anajua kabisa ile mizimu inajua. Akirudi atakaa hapa siku chache ile kutabika itakuwa imeisha. Atazaa. Kishazaa unajua amewacha mtoto mmoja huko. Pale sijui wapi huko Kirami amewacha mtoto mmoja. Sasa tai ako na sijui na mkamba. Kama ni mtoto mmoja inazunguka hivyo. Kama ni watoto wawili, kama mama mmoja nilimkuta akona watoto 9 lakini huwezi kumjua. Wale ile ukoo yetu haiwezekea. Huko mbili ikifika mimba mwezi wa 3 anakimbia. Hivyo. Sasa ile inakuanga ni madhabahu. Na ile inakuanga katika ground yao. Ukiangalia katika hiyo ukoo shida ni hiyo. Na sasa usipong'ang'ana ujue shida ilitoka hapa ikafika hapa, wacha nikatie hapa. Bwana Yesu. Sasa hivi watu wanavunja madhabahu lakini hawaelewi wanavunja madhabahu gani. Kama kulikuwa na madhabahu ya uganga kweli, lazima ung'ang'ane ujitoe. Kwanza kama ni madhabahu ya kuvunja, paka kumanye kufuma kwande na babayo nde wande wa babayo. Ile ukoo ilikuwa inaitwa Beni fulani. Wale watu walikuwa hawana kanisa. Kanisa lao lilikuwa ni mizimu. Hasa ukiingia katika kanisa la dini ama kanisa vijibanga anja roho, lakini wako kidini. Maana kuna makanisa yameandikwa mapower, speed, nini, revival, nini, deliver nini, lakini hiyo kitu haiko. Haleluya. Mahali kuna revival ni mahali kuna neno la Mungu ya wazi na kuna nguvu ya Mungu inayotembea, na hapo hayo madhabahu kuna utakatifu unaotembea. Ndio Mungu akaya hapo. Bwana Yesu. Hiyo ndio injili ambayo Yesu alileta. Lakini hili sana nazo. Utapoteza wakati wako bure. Anaposa ukiwa ukisoma hapa hata uende wapi utasumbuana na watu. Yakudi makwende kunuke sawa sasa jibinuka. Mnamwaje kusumbua. Wasumekana Nairobi. Hata wacha wewe. Mama sumekana Nairobi. Tunajua wale wa Korinto. Wale wa kwanza, wacha hawa nyuma. Kuna wale wa kwanza kabisa. Hata kama wanakuja kwa boma hii, pesa bori hapa ngasha kitu, hata wewe jombo umekaa Nairobi. Pesa bori hapa ngasha kitu. Pekee. Wanatoka ngalini mwanga. Haleluya. Hapa wakiimba mpaka roho wa hapa aende akutana na pale ndio wasonge. Kama hawajashikana wataweza shinda hapo mchana kutu. Mpaka sasa waanze inspection. Dada. Kaiwe hebu ina haleluya. Hapana, wanatoa. Huyu hapana, wanatoa. Wanasema huyu najisi, wanaondoa. Ndio sasa hapa wakiimba, unaona sasa inashika, ndio sasa wakuje na bendera yako na vrem.
Bwana Yesu. Sasa walipoenda na kanisa likaenda likaharibika, hata wakiimba, hata ikiwa wanaona tu hakuna kitu kwa sababu kuna mchele na nini, hakuna. Ilikuwa huduma ikianza hata kama ulikuwa umekosana na wifi wako na hamjasameheana, utaanguka hapo, unatolewa, unapelekwa kwa power. Bwana Yesu. Siku moja tulikuwa na crusade Naivasha. Kuna mchungaji mmoja alikuwa mwimbaji sana, na akiimba kama ni kwa crusade, roho anashuka na Mungu anafanya kazi kubwa sana. Yeye aliamka akaimba wimbo, mara moja anataka kwenda kurudia, tayari amechukuliwa. Kachukuliwa haraka na wazee wa kanisa na asha wakawekwa kwa nini? Kwa Paulo. Watu majua amefungwa mdomo, hawezi kuimba tena. Watu wakaomba pale. Ndio sasa akafungua macho. Kaulizwa kuna nini? Hata kulikuwa na kitu kikubwa. Shanake sio walifanyana juu asubuhi ni. Alafu akamkemea, alipomkemea juu alipanda mizimu, akachapa tangu ni moyo wake ndo amkabaliwa mmoja ni mwonopo. Alafu tena naenda huko bila hata kusabiana, wanaenda kuimba kwa platform. Alinyakuliwa na Michael. Karundo hapa kuzungumza. Kazi ikafanyika. Sasa kanisa kwani hiyo nguvu ilienda wapi? Ama malaika nini security ilienda wapi? Siko. Lakini kwa sababu watu hawataki kutii neno la Mungu na hawataki kukaa katika masaa yale Mungu anataka, Mungu anaenda na kaa kana. Haleluya. Narudi kwa kanisa la kwanza, ndipo unaonaga watu wengi wanaulizaga maswali. Kanisa la kwanza, yule Anania na Safira, kwani aliangushwa na nini? Si uongo. Beleweka bana, hegede mrede sadaka au unaabudu mwenye kazi ya Mungu. Tabuona bana, tumejitolea tuuze viwanja, tulete pesa. Pesa zikapendeshwa Malaki alinga dakika. Mbele ndugu. Huko bwana Simon Petro tamani ulio kwa samaki na kiu. Utamwende na pesa. Wawe tegemezi ndio. Tanba dada. Ni talent moja. Huko atambulia imoni achana nyuma. Kazi akatambulia na rivika atabache zuo bakelo. Bwana Yesu. Bakelo bange bache zuo. Mungu sio mchezo. Alikuja fika tu amepeleka kwa mtumishi wa Mungu. Leo bwana, hata wakati ilikuwa ni yako, si ilikuwa ni yako. Tabapo akalia roho wa. Haya, dada nomona hapo amanya putu ndugu wa kilia. Wacha na kino na kibete chake kana. Okay dada. Hata magu haduka mdo mmo hawata ndigevutiki. Na ngada chi. Sasa Mungu sio uongo. Kama watu wataogopa Mungu, kwani si Mungu atafanya kazi kubwa? Hivi sasa hivi watu wanalia na kiangazi. Watu wanalia na school fees. Watu wanalia sijui na nini. Watu wanalia sijui na pressure, sijui na sukari, sijui na nini. Lakini magonjwa mengine vile mimi wanasema ni kwa sababu ya ground. Watu waliabudu miungu wakapanishiwa na miungu. Haleluya. Hivi saa hii wale watu wanateseka ni wale watu wanasikia walikuwa makanisani. Weke nene nimekuwa makanisani. Weke baba ndio nikoske ndio makanisa. Lakini walichenga na miungu zao. Hawakutaka utakatifu. Na alafu walipokuwa wajanja, ile miungu ilipoanza kuwapiga vita, wakasema hawatawacha kanisa na hawatawacha miungu, watakuwa katikati.
Na ndipo unakuta hata kama wale watu wanafuga saa hii, wale watu kama hawajavunja zile madhabahu za zamani zile walikuwa wanafuga nazo, hawawezi kufuga hata paka kwake. Hawawezi. Hata uwe na maziwa ataenda kwa jirani, hawezi kaa kwao. Unanielewa? Hawezi. Na ndipo unakuta watu wanateseka. Ushamchungaji ndene kipao cha malombi. Njangara iketalia. Pengine ushandukera ni msafikera. Maana ulipeleka maziwa kwa mchungaji kwa sababu yale maziwa ulipeleka, maagano yake yanasema ipelekwe kwa Mungu. Wewe unapeleka kanisani. Ya kuchagua malaki iko kwa kupeunduka. Maana mizimu inauliza huko disiga takabona kudisigiele agreement ya mzee kwa ki uko naye. Unapata sasa. Sasa uko bado unateseki. Aliposo unakuta mambo mengi sana ya Mungu ambayo ukisoma Biblia. Ukisoma Biblia inasema kwamba msiabudu miungu. Na hiyo kitu kwanza ndio inachukia Mungu. Hiyo kitu ilifanya watu wengi wakufe. Misri. Sasa mwende liko Misri, ndeka Kenya. Unaona vile vifo viko. Wengine wanauliwa na mizimu. Unaona madhabahu kama madhabahu za zamani, kulikuwa hakuna harusi. Haleluya. Kulikuwa hakuna baba mbili oduko. Wewe mwenye chawe wanakuluma mtu mgongo. Haya. Nyanya ya pili ndio hivyo. Nyanya ya tatu ndio hivyo. Nyanya ya tatu ndio ikakuja Kimbolo sasa. Okay bwana, kwenda kwa mwana yeye. Maana kwa kwenye mpangoni baba kaenda yeye. Lekale kora tai yake ke. Kamrogo bodu komseke, akomzela sindikizi. Hayo mzee kasawa. Na baada basi na maana sina bana. Hai sindikize da. Shafika kwa nyumba karibu. Dakika kidogo yule nyanya atakuja. Pako bwana. Hiyo hapa tena. Hai pale kwa sababu ana karibu. Kila kwa shamba bonde. Sasa utashinda pale ndio kwa kidogo maana yule mama ameingia kuna kitu amekufungua. Hata kubonya mafundeni sawa. Na kwa chazikana. Lele mshila kwa tayari yaka. Mtakobe mbele mafuta. Hai. Nitakuzimisha. Uzimisha tu. Na. One pass. Tashinda kwa paka jioni. Na walale. Kwa mwana dikorencha. Mzee ndio usiku mawaba kwa fulani. Okay sawa. Sasa babale cho pande huko burudi kulala nyana kitu na inge Sasa unavyopo naenda kulala na yule nyanya. Sasa wadalala na unishaba. Metaudenda nyege na kino na connection. Nikubukaga asubuhi hai kwa mbona hata ni kwa huko. Sasa wale watu walishikwa na hizo ataka. Wakati anaanza kuzeeka, anaanza kuchanganyikiwa. Hata akiwa na miaka 35, mtu asikangana ni pesa nya wala. Asigie magome ya nanwa ni bia. Kama mwingine wafungwa mshipi. Wao kwa ikili yao, wao vikani binuru. Wafumashi aliyo ya wakema, wamduka ndo niki. Choka. Choka ya fuma hao. Beba ni. Heo gudu mshipi. Bwana sasa anaanza kufanya nini? Kuchanganyikiwa. Kuna mama mmoja alikuwa hapa chini.
Saroso wa kusanya vilambo unavugira magunia. Anaingilia kwa msitu. Hiyo akala msavo. Kwa ngosi ya kwa vika kama mtongo mnyanya kwa kwenda hao. Bantu wako bafi kwenda hao. Sasa ndio anaanza kukumbuka huko. Sasa watu watu wanakuja sasa kufanya zile harusi bila kuvunja zile madhabahu. Zile harusi haziwezekana. Maana kulikuwa hakuna mambo ya tongozi, tongozi mwanaba kapa kauze kuchora ndio. Ilikuwa hakuna kipanga. Pap. Bomba la kasi. Sasa nimeenda kufundisha siku moja. Tauni nilikuwa ndo raga paka yale madhabahu ground paka uiangamize. Ndio mweke msingi sasa. Bwana Yesu. Nenda nani katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 15 kuanzia hapo fungu cha kwanza. Wale watu wao wanaandika. Na nitasoma. Ndipo roho ya Mungu ikamjia Azaria mwana wa Odedi. Naye akatoka ili amlaki Asa, akamwambia, nisikieni Asa na Juda wote na Benjamini. Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye. Nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha ninyi. Haleluya. Sasa hapa ni neno la Mungu kwamba kama watu watamtafuta Mungu ataonekana. Na sasa inategemea unatafuta Mungu gani. Kama ni Mungu wa hasara, tutampata Mungu wa hasara. Haleluya. Na hiyo ndio kitu sasa nabii huyu ametumwa. Na huyu alipotumwa Biblia inasema kwamba naye akatoka ili akamlaki nabii ili aweze kupata habari njema iliyoletwa katika mji, ama iliyoletwa katika nyumba, ama iliyoletwa katika ile familia, ama iliyoletwa katika ile ukoo, iliyoletwa katika ule mji, ili watu waweze kuelewa, je, hii shida wanayoipata watapata amani? Haleluya. Sasa cha muhimu ama cha kwanza ni lazima uweze kuamini neno la Mungu lililoletwa na nabii. Maana Biblia inasema kwamba yule alipotoka akasema yeye Asa na Juda na watu wa Benjamin, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye. Nani mkimtafuta ataonekana kwenu. Kabona mamlola uboneka na mzee. Halo? Sasa kama hutatafuta Mungu, ile kitu utakachotafuta ndicho kitaonekana kwako. Kama unatafuta mambo ya waganga ndio itaonekana kwako. Halo? Sasa kama utatafuta Mungu, Biblia inasema kwamba mkimtafuta ataonekana. Hajifichi. Ni lazima ukubaliane na kumtafuta. Ukisitafute maneno ya watu, tafuta Mungu. Kwanza kwamba mwaka huu ni wa kutafuta Mungu sana. Maana mwaka huu kama Mungu anazungumza sana kwamba kuna amani, kwamba kuna baraka za watu wa Mungu, lakini mpaka kurilole. Haleluya. Si hata kwa sababu Mungu amesema kwamba kuna baraka na kwenda kola. Haleluya. Hiyo ni valana tamini tavele. Si uende ulale, ni uamke. Na lazima kanisa liamke. Ground ya kanisa ni kanisa liamke. Liamke na maombi, liamke na maono, liamke na ufunuo, liamke na unabii, liamke na uinjilisti, liamke na walimu, liamke na kazi ya Mungu iweze kutendeka. Si uende ulale. Sasa watu wanazunguka tu kungangana na maombi. Biblia inasema kwamba toeni pepo.
Bwana Yesu sana. Sasa watu wamezoea kwenda kuombea mapepo. Hapo utaiombea sitakuwa kilala tu kwa sababu kuomea mkono. Bwana Yesu sana. Ndio nilikuwa nasema, mchana nilikuwa nazungumza. Kasema ndiposa unakuta mapepo sasa hivi wamezoea. Nabeba nyakuta. Kiramka Jumatano tutaenda tuwekelewe mkono. Na Ijumaa tutawekelewa mkono. Na Ijumaa kesha tutawekelewa mkono. Na hata Jumapili tutawekelewa mkono. Hii mizimu haiendi. Hii mizimu haiendi. Amere kumanya kubikilwa mkono. Na wamezoea maombi ya baridi. Hai Bwana wamanya. Ni hao hani amba dunia. Hai Bwana wamanya. Hai wala kama ndugu ya bende ichi. Hai Bwana bikila na mkono sio. Hai Bwana wamanya. Basi. Mizimu inataka yule mtu haelewi kwamba kuna mizimu. Haleluya. Amen. Shetani ndio alikuwa anaambia watu kama ni mambo ya majini, mizimu si majini. Haleluya. Mizimu ni agreement. Kala mko mkivanga visuka ndio hizo. Mizimu ni ile ya kuzungumza. Shetani anaingia ndani ya mtu na anazungumza. Na ndipo nilikuwa naona wazee zamani wanaenda kama ni kufuga, wanaenda kwa msitu mkubwa. Kilembeni konde. Hodi na kusikiza karibu. Okimbe mwana nakuona. Kasha sigana ndio kuona mtu. Inyomo vya mwana. Namanya macha sigana malabo yenyu. Oko mdu uko mkongo. Kuwasikiza. Haya, wala keti. Ava keti. Funya nyuvana. Ngalo kili msigana nokumbaya. Haya. Memwana oho. Pakikulezie kuvana mkoba. Fumaidime uo mkoba kwende kugonde na mwende mchinje ngondi. Masikira? Wana mkoba. Nisi bona. Nisi magozo wabeza kudiki. Nike mkoba nichikoka kwa mwana mwana. Ia barita kodi. Haya, mkakafuma msekezi kana na nyuma. Mwenda kimoja. Wakifika lazima hai vagosi badela hata mgosi fulani ni mwana wa bora. Watazungumza pale. Wala ni mwana dada ni mwana ndio mwana. Sereka na wako. Kwa mkoba mwende mleke na mwana. Na mwende mbaga ngondi. Na kumaye mdoka mkongo. Mbaye mbaga ngondi utuka. Mtu na mwana wake. Maswali na mkoba kunyo. Sasa watu waliwemo katika hizo step na ground hizo. Na ndiposa Mungu watu wakateseka. Na ndiposa Biblia inasema nini? Basi tangu siku nyingi Israeli wamekuwa hawana Mungu wa kweli wala hawana kuhani. Hawakuwa na mhubiri wala hawakuwa na Torati wala hawakuwa na Mungu wa kweli, bedeka na mlungu wala huwa. Haleluya. Hawakuwa na nini? Na Mungu wa kweli. Hata kama ni maombi hawakuwa na maombi ya kweli. Kama ni maombi ya kweli yangekuwa na miujiza ya kuponya watu, miujiza ya kufanya watu maendeleo, miujiza ya maisha marefu ya watu wakuwe na afya zao. Lakini utaona mtu ako na maisha marefu lakini ni wasimdu. Atawadali la vele ni fali. Wana mgosumu kindo estate. Boa bae. Bado hujapewa nini? Lakini alikuwa anajua kimtumishi. Ndio hujapewa mamlaka unaweza ombea. Naweza ombea mtu kifo akakufa. Ombea kifo cha Mungu. Mimi natafuta kifo bwana. Bwana pesa. Yaani anasema anatafuta ni mzee ako na miaka mingi lakini hana chochote na hataraji kaka usiponyere kazi analala njaa. Hakuna msaada.
Sasa yeye anasema, yaani wewe bwana utapewa mamlaka hata kama mtu anaomba kifo, muombea kufa. Wewe unafikiri mtu kama huyo amefika wapi? Biblia inasema kwamba afundishaye wala hawana torati. Kwa hivyo kama hao watu walikuwa hawana torati, walikuwa kwa waganga na wachawi, walikuwa na mateso katika maisha yao. Tunaenda hapo mbele, nasema nini? Lakini walipomgeukia Bwana Mungu wa Israeli katika msiba wao na kumtafuta, akaonekana kwao. Haleluya, amen. Kwa hivyo kama watu watageuka na kumtafuta Mungu wa kweli, Mungu anayejibu maombi, Mungu anayeonekana akitenda kazi, Mungu anayeponya magonjwa yaliyoshinda hospitalini, huyo ndio Mungu ambaye Mungu anataka watu wakae ndani yake. Haleluya. Mateso ni Mungu alipokuwa na Musa, kaambia Waisraeli, nenda waambie Waisraeli mateso yao nimesikia kilio chao, nimesikia maumivu yao, nimeona mateso vile wanapoteseka, na ndiposa wakatuma Musa. Hapa wanatuma nabii, anawaeleza hao watu, kabona mwalola mlu uonekana mjini. Haleluya. Sasa ni wakati wewe mwenyewe utafute Mungu. Hapa hakuna Mungu wa ukoo, ni wewe mwenyewe. Ndio Biblia wanaeleza watu kukalola Mulungu wa kichuku ndio kumpata Mulungu wa kichuku ndio mvumuni. Haleluya. Mulungu wa kichuku ndio angange ama wa chia kwani njia panda. Haleluya. Sasa ni wewe mwenyewe moyoni mwako, je, unataka huyo Mungu ama kukunda Mulungu wa kichuku? Hadi sasa unaona watu wanateseka. Hai, hebu ndikwane ibonye malombi, nasikia uko ni shida. Wali shida nini? Kama mimi niko na shida, si mimi natafuta huyo Mungu. Haleluya. Unaona vile watu wanatesa. Hai, bila ndio kwa mwisho kwa chongo. Ai hata ni mtu kwa challenge. Kasha bonyoro malombi atukume sasa. Hata inaona kwa mwasaro hapo. Mwabayero mkitu kakapa chenga miaka ikaenda na mbele mbao kasi na nyuma. Anafunya birthday. Kama mbao chenga. Tawe birthday akona miaka ya katana tenda nini nifunya. Tena kitu fungwe mbasha kutibuje chana defunya kumwezi. Kama usichi kulomba, benda lomba wala ni miaka yake na inja kwa nchi ni mtumo wene. Kama unadeka wende miaka mplongo ya mama kaitu, yoyo usiku nende kwa hapo na nibe chule ni miaka mplongo. Ani unajifanya tafuta Mungu wako. Tafuta Mungu. Hata na zamani zile hawakuwa na amani kwake atokaye wala kwake aingiaye, ila fadhaa kubwa juu yao wote wakao katika nchi. Wakavunjika taifa juu ya taifa na mji juu ya mji, kwani Mungu aliwafadhaisha kwa shida zote. Sasa ahani Mulungu Mungu. Sasa kadwa kemea mapepo ndege nda. Maana ni Mungu. Umekataa sheria ya Mungu na Mungu ndio atadili na wewe. Haleluya. Unajua kuna mambo mengine ni Mungu mwenyewe. Kana sasa kufunga na kulomba beke kwa vinga mapepo. Hakuna. Ni Mungu. Kienda katika Biblia katika Samuel inasema kwamba atakaye ni heshimu na mimi namheshimu. Kabona kwa heshimu Mulungu na yeye atakuheshimu. Naye Asa aliposikia maneno hayo, yani unabii wa mwana wa Odedi nabii, akatiwa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamin, na katika mji alioitwa milima kwa Efraim
akajifanyisia tena madhabahu ya Bwana iliyokuwako mbele ya ukumbi wa Bwana. Haleluya! Sasa lazima uelewe neno la Mungu kwanza, ndio ujue hapa kuna shida, na ukishajua kuna shida, hiyo shida sasa uiondoe kulingana na neno la Mungu. Halo, dekuka mkongo na kwende ngangana beikwa lomba na kwa funga na kulomba kusabema na hiyo shida ya fumia hao. Haleluya. Na ndipo tunaona sasa watu, kuna watu wako na mateso. Bali chiputubeko na kikapu. Lakini kwa sababu walikuja wakapata nafasi, wakapata mpaka uzee wa kanisa, mpaka wakapata sijui nini, wakapata sijui masekretari wakiwa pale ndani. Na unajua kuna mkoba. Haleluya. Wacha kuvimba magwao, wacha kusumbua watu. Yaani kuna mnifunge na kulomba. Kana simanya ni bana. Kana simanya bana. Na mkoba kama ndio kutambiki. Maombi nako kazi. Sasa yale maombi yakizidi, hii mkoba ndio inakupiga vitu. Bila kutisika. Masha. Somo umetuacha. Kwa nini unatupiga faya? Kama mnatupiga faya, mturudishe mali mlitutoa. Bwana Yesu. Sasa kwa sababu wewe ni mzee wa kanisa, huwezi sema kwamba kuna msigo huko hapa. Ukisikia kesho kutwa ndio tunaleta maombi, utatoa hiyo mkoba au upeleke huko Gerenyo. Echaga hata zedi na bikufuma Mombasa. Hayo so hata uchaga hayo tukule mama mnamziki, mwabe mzikiri mtu. Ndio ashaka mchinde. Kama ingekuwa kuna kitu ile ashanada lengalo mbege changia. Na ingetolewa ile tu hapa pale mimi niko. Lakini pale hakuna kitu. Kama ile mama alikuwa anakuambia siku moja, wakati tuko nini huko mbali, tumesikizana Jumamosi ndio tunaanza kubomoa vitu. Jumatano usiku huko haya funywa mbali yaitwa mpaka Singilande kabisa. Kwa sababu mimi sikutaka kuanza kufanya huduma peke yangu. Leta makanisa mengi. Pekee dada na pekee ndio ngoja kazi. Shap. Gospel. Escape. Yale makanisa tulikuwa na watu walikuwa mpaka wengine wakatoka huko Bololo, Bongoji, Rogi, wakajai. Nilipofika tu Mungu akaniambia hapa hakuna kitu. Mwingine nikamwambia kwa kuna kitu hapa. Hii mkobe ilitolewa ilienda kuna hapa. Ndio mama niba. Ana kaza. Sasa wewe usitufanyishe kazi ya bure. Jumatano na kuona asubuhi kabisa. Faida wanganga. Hakuna faida mlechi. Hakuna mkoba kwa kisiku kwa usika kindo single. Tabuta shabonya kazi. Wacha pateni maziwa kumi. Kuna kazi hapo. Muziki na ngombe. Watu wamejaa. Sasa watu wanangojea niongoze nini? Ibada vile tutafanya. Ambia soda naona baiskeli mwadodolo soda repo kitu. Anaona dalko. Soda ndio soda robe kitu. Hakuna maombi fuko ngoja ndio fuko tangu sasa Singilande huko. Kama badala. Nani ushakuwa kana kwa mjomba wanasema usekesha angamizo. Tayari aliposema usekesha angamizo ile dada akaanguka. Mwenye alikonektiwa na hiyo mizimu. Ambia hapo nyinyi kazi. Ndio mmekujia ile ni maagano. Ile mkobe iliunganishwa na hiyo msichana. Sasa watu wanataka hivyo. Bwana Yesu. Sasa kama utakubaliana na neno la Mungu, lazima wewe mwenyewe twende mstari wa 13 hapo mstari wa 12. Wakafanya agano kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Haleluya. Kwa hivyo walipokubali ile injili, walipokubali lile neno, walipokubali ule unabii ulioletwa, wakasema lazima wafanye maagano na Mungu. Sasa watu wengi wako ndani ya kanisa lakini hawana maagano na Mungu.
Watu wengi wako katika dini zao hawana maagano na Mungu. Kwamba huyu Mungu ameniokoa, nataka nifanye maagano na yeye, nimtumikie hivi mpaka mwisho wa maisha yangu. Watu hawako hapo. Na Biblia inasema hivi ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au mwanamke. Announcement ikatolewa kwamba wale watu wamefanya maagano na Mungu. Yeyote atakayekataa kumfuata Mungu ubao. Haleluya. Sasa unaona vile mambo iko. Na ndio unaona saa hii abashabantu bisigia bilungu na bikakimbia makanisa na bikalenga kununga mlungu wa loli. Sasa wanaendelea kukufa. Lazima uweke maagano na Mungu. Uwe ukitembea na Mungu, uwe ukiongozwa na Mungu, uwe ukibarikiwa na Mungu, uwe ukiponywa na Mungu, uwe ukibarikiwa kila saa, na uwe yaani mpaka mlungu kumani. Haleluya. Amen. Nenda kumaliza hapo. Hata na Maaka mamaye Asa, mfalme akamwondolea daraja yake asiyomalikia, kwa kuwa amefanya sanamu ya kuchukiza kwa Ashera. Basi Asa akaikata sanamu yake, akaiponda, akaiteketeza penye kijito cha Kidron. Haleluya. Sasa kwaona unimalikia oda sanamu ya mae kacha na ikabidi ile sanamu ifanye nini? Iharibiwe ndio amani iweze kupatikana. Sasa amani itapatikana kama madhabahu za zamani zimevunjika, zimeondolewa. Maana hata maisha yetu tuliuzwa kwa miungu. Sasa mpaka tukubali. Tukubali. Bwana atatuokoa na Bwana atatuponya. Bwana atubariki sana. Tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakuinua hata kwa ajili ya neno lako. Wacha Bwana tukakutafute mwaka huu, hata mwezi huu. Ndio Bwana ukaonekane katika maisha yetu. Vile ulivyosema kwamba tukikutafuta utaonekana kwetu. Bwana Yesu ukaonekane. Hata wale wako mbali ambao Bwana wanaotufuatia, hata wale watakaokutana na ujumbe huu, Bwana ukawabariki na hata ukaponya maisha yao. Na shika mateka kila maroza angani na miungu zote zinazotutesa katika jina la Yesu. Kila maombi yaliyoomba kinyume cha watu wako ninayaondoa katika anga zao. Ninakupatia heshima kwa sababu umesikia. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Barikiwe sana. Hili pool itakuwa tarehe 8. Mwambia